Kama kawa. Yaani usingenitaja leo. Ningekuja kwani kumwagia maji kitandani. Napendwa jamani. Ila ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Unajua mimi ushanielewa mpaka kufikia sasa hivi. Yaani na kwa nini akatae kutaja jina mpaka mimi nimwambie nipo na nani? Maana yake ana watu wengi. Hiyo ndo anajua yeye mwenyewe. Wewe piga simu, mimi nakwambia piga simu. Sasa alishapiga mara 3, sasa hivi amezima, hapatikani. Kuepusha purukushani ya kwamba. Purukushani ya nini? Hauwezi kuchanika. Umesikia? Alichokifanya huyu. Mapenzi unajua. Anashadadia mapenzi mimi na demu wangu usini na nini? Mapenzi haya mapenzi fake, sisi tunaambia kila siku. Mapenzi ya njugu haya kuletana njugu mawe. Hayo sio fake. Hayo sio fake. Amezima simu shemeji. Simu ya kwanza amekata, ya pili amekata, ya tatu amezima kabisa. Ina maana wewe hakutambui. Si unaelewa vizuri? Ingekuwa anakujua angesema moja kwa moja mimi bwana nimezana naye fulani. Ndo mtu ananitambua. Kaka, mbona unataka kulazimisha? Yeye ameongeaje? Yeye ana mpenzi, ndio. Yeye akataka kujua nani alipiga simu. Mara ya kwanza kabisa amesema mimi sina mpenzi, nina mchumba. Akasema nikamwambiaje? Ngoja kwanza. Sikiliza, nikamwambia taja jina. Akasema niambie wewe ulione hapo anaitwa nani? Sasa kama yupo mmoja, sasa tunamchanganyaje wakati anakujua upo mmoja? Piga simu kwanza brother, piga simu tena. Wewe anakujua. Unamchanganya kitu gani? Mimi ananijua. Tayari. Ngoja nampigia tena, nampigia. Mimi ananijua. Asija karibu ni? Asija karibu gani wapi? Dada. Yaani mimi unanipa shughuli nzito kwa sababu niko hapa, kuna zawadi natakiwa ukishataja nikuletee. Sasa unakata simu mara unazima, sikuelewi. Usumbufu na kazi. Sasa wewe unapokea nani? Mama yake. Sasa mimi nina mzigo natakiwa kuuleta. Basi ulete. Sasa inatakiwa aseme unatoka kwa nani? Mara ya kwanza amesema mwanaume amezaa na huyu aliyokwepa hapa hajazaa naye. Hiyo amezaa naye, hajazaa naye. Kama amenuia mzigo wa kwake, zawadi ya kwake iletwe. Inatakiwa aseme jina ni nani. Usumbufu, hautakiwi usumbufu. Sasa kwa nini? Ana kazi saa hizi, ana majukumu, mtoto analia. Na kwa nini sasa simu akupe upokewe mama wakati jambo mama yake ndio? Basi mkweo anaitwa nani mama? Halo? Mkwe wako yeye anaitwa nani mkwe wako? Wewe kama zawadi hiyo ipo iletwe, kama hakuna inatakiwa utaje. Hata wewe ukitaja unatoka. Zawadi wewe bwana, usumbufu tu. Hauna zawadi wala nini. Sawa, anaitwa nani mkweo? Sasa mpaka unjue. Sasa kama yupo mmoja si umtaje? Alafu sitofahamu hizo watu, tumesoma sana bwana wewe. Makonde mama wewe wa nyumbani. Ndio maana sielewi. Basi sasa mimi niko na huyu jamaa hapa Pride, tulikuja kwenye iftari akaniomba nimpigie simu mpenzi wake amtaje. Basi. Yeye mkwe wangu asinitaje, na hata yeye watoto wake chumba wake wala nitaje. Yeye huyo wa Pride kama ana zawadi alete tu. Wa Pride kama ana zawadi alete. Basi apite hivi. Tutaonana sikukuu. Ongea naye basi huyo hapa mkweo. Hello? Halo. Halo. Hii familia vibwengo. Kaka hapa upo peke yako hapa. Sikukuu ya wajinga, wote tumesoma hapa. Wanajitambulisha vizuri. Halo. Huyu bwana anaitwa Azam. Halo. Halo. Halo.
Halo? Vipi? Poa vipi? Asa mbona ulikuwa uongeza? No, kumbe wewe je kwani? Kumbe wewe, maana yake hapo yaani kumbe. Ulale salama. Unahisi kwa nini amesema kumbe wewe? Maana yake kuna wengine. Yaani subiri kwanza. Ngoja kwanza. Kwa nini amesema? Ngoja niwaambieni brother. Unaelewa? Ana chachupa kimeamka na chai. Wewe ulikuwa upande wake wewe. Umesikia sasa hivi kauli ya mwisho, una kipi cha kusema? Yaani mpaka kufikia hatua hiyo. Hiyo ni hatua mbaya kwanza. Kumbe wewe kwanza mtu lazima kwanza angejiamini kidogo shemeji. Yaani kuna namna fulani hivi amekosea. Yaani kuna namna fulani hivi amekosea. Brother, wewe umechukuliaje kauli ya kumbe wewe? Hiyo ni ngumu sana. Yaani kijana wangu hapa amefeli. Yaani kumbe wewe, maana yake kuna wengine walikuwa wana madhanio mengi. Brother MC, samani, nilikuwa naomba umoje bwana huyu kwanza kidogo usikize ushauri wako. Brother, umechukuliaje ile jambo? Mimi nimechukua tofauti sana. Yaani sijaweka asilimia kwa sababu unaona kama ametoka kwenye njia panda hivi. Kwenye majibu yake alivyotoa. Kwamba inaonyesha kuna option nyingi. Kuna vipengele hapa je. Alikuwa anafikiria watu wengi. Baada ya kusikia sauti ndo akasema kumbe ni wewe. Unaona? Kwa hapo pana utata fulani. Wewe mwenyewe una kipi cha kusikiliza kwanza brother? Umeelewa? Yaani inakuja kwanza kila mmoja na ufahamu wake, ushanielewa? Alafu pia mimi ninavyoishi na yeye ili tukio hawezi kuamini kabisa kama niweze kulifanya nani? Tumeshamwambia mpenzi wako, yeye mpenzi wake nani? Mpenzi wake mimi. Sasa kwa nini aseme kumbe wewe? Sasa hiyo si ndani character tu ya mtu. Ndio. Kwanza mimi nilishazungumza mara ya kwanza kabisa kwamba mapenzi ya siku hizi haeleweki. Sawa? Alafu kitu kingine wakati unamuuliza, bwana niko na mchumba wako, mpenzi wako hapa, naomba ujitambulishe kidogo. Anaitwa nani ili tumjue, maana yeye amekuja hapa. Ulijeleza vitu vingi vizuri, lakini hatua za mwisho shemeji akaonekana kuwa na wasiwasi. Si unaelewa vizuri Mara anakata simu, mara ya kwanza tukampigia, mara ya pili akakata tena. Umeona, akataka kujua aliyekuepo huku ni nani. Si unaelewa vizuri Lakini dakika za mwisho kitu ambacho mimi kimenisikitisha sana kuona simu yake anampa mtu mwingine. Swala kuchukua simu yake kumpa mtu mwingine aiongee wakati anajua moja kwa moja huyu ni mpenzi wangu, nimeambiwa ni mpenzi wangu, na mimi mpenzi wangu ni mmoja na namtambua mpenzi wangu ni fulani. Asingechukua simu kumpa mtu mwingine, yeye angeongea tu shortcut, bwana mpenzi wangu mimi fulani yuko sehemu fulani basi. Kwa hili tumefunga. Kwa hiyo kwa bwana huyu kiukweli, comment yako, huyu anapendwa kwa dhati hapo? Hakuna mapenzi hapo. Comment yako kwa huko ulichokiona, anapendwa kwa dhati hapo? Hapo mshua kuna kipengele hapo. Wewe? Ndoa chache. Hapo hakuna mahusiano hapo. Brother, kwa upande wako? Hapo uhakika ni mdogo. Kwa ulichoona hapa, huyu anapendwa kwa dhati au? Huyu akazane tu atapendwa. Dada ameisha huyo. Ameisha. Tayari. Kamera naomba nimulike kidogo. Niongezee utamu. Maana wewe mwanangu sana. Naomba mpenzi wako dada. Ngoje tuanze na dada, usijali tutafika tu zamu yako. Ukishajiona upo kwenye foleni, zamu yako itafika tu. 06 82 97 56. Anaitwa nani? Anaitwa? Huyo. Bashiru. Na yeye anajua jina gani? Mbona kama umemsave? Umo nimemsave anaonekana afu So Bashiru? Anaitwa na? Kwa hiyo unajua naye? Huyo mwanangu. Namba yako anayo? Namba yangu anao, ndo baba kama nimesoma jina. Anajua kama unaona karibu na wewe dada? Ajui. Anaitwa nani? Bana anakuaje? Mimi naitwa Ivan 17. Bana hebu kaa sehemu leo, tulia kidogo tuongee. Kwa wale mama Sofia na yake. Mimi naitwa Ivan 17, top content creator. Nipo Luangu hapa, nimekutana na mpenzi wako. Akanipa namba yako tukupigie, anaomba ulitaje jina lake ili ajue yuko peke yake. Bana yendo. Bana brother. Habari za saa hizi? Nimesema hivi, mimi naitwa Ivan 17, nipo Luangu applied hapa. Jamani,
Nimekutana na mpenzi wako akanipa namba yako akaomba nikupigie umtaje jina lake ajue yuko peke yake. Sasa namba ipo na mwenyewe namjua. Hii simu nimeazima tu kwa mshikaji huyu anaitwa Badi. Nimeazima hii simu kupigia kwa sababu yangu inatumika kufanya shughuli nyingine anaitumia Badi. Mpenzi wako anaitwa nani? Bana amekata. Yanamwagika tu. Nampigia tena. Kuna nini? Je, atapokea? Bana jamaa apokee tena simu. Bana mpenzi wako amekata hajataja. Unalipi la kusema? Huyo mahusiano amekufa hapa basi. Mahusiano amekufa ndo umemwacha? Nimemwacha ndio. Kweli? Ndio nimemwacha. Unaamini uko peke yako kweli? Ndio niko peke yangu. Mpe mtoto amshike. Mtoto muonyeshi. Unaamini uko peke yako? Ndio naamini niko peke. Ndio umeshindwa kutaja. Penzi limenaona. Penzi mbona lina. Apokei sasa hata nikipiga. Sasa ngoja tumpigie tena mara mwisho. Bwana anapigiwa huko, tulieni basi. Bwana haitwi shida. Bana kaka, mbona upokei? Unakata simu? Niambie. Nishakwambia hapa. Mtaja anaitwa nani? Sina. Sasa mbona umekata simu mpaka umetafuta huko? Anola wakibula. Amna huyo sijakata simu sijafanyaje? Anaitwa? Sina. Anopenda shida Anola. Ongea naye basi huyu dada, ongea naye basi mpenzi. Niambie mpenzi wangu. Simu ndogo. Halo. Niambie mpenzi wangu. Kama kawa. Yaani usingenitaja leo. Ningekuja kwani kumwagia maji kitandani. Napendwa jamani msikie. Ila hii yako dada kidogo mimi na wasiwasi nayo. Hilo bwana, kabla bado hujakata simu. Mimi nina mashaka kidogo. Unajua kuna uchunguzi ulifanyika haraka haraka. Inawezekana kuna kajua kwamba huyu yupo hapa na kwa hiyo nimetumia simu yake. Inawezekana maeneo ambayo yupo, unajua huyu jamaa alikuwa anapiga kazi hapa kipindi hicho. Si unaelewa? Inawezekana issue imefanyika hapa na wewe akapata wasiwasi kwamba inawezekana watu. Umeona bwana? Kwa hiyo mimi nina wasiwasi na hilo jambo. Ni jambo la kutathmini. Kwa hapa vitu viwili kwanza ngoja kidogo kina nafuu, lakini cha mshikaji wangu hapa. Brother, mulike kwanza kamera kidogo umeone. Huyu mwanangu hapa huyu mwanangu hapa ambaye anaonekana hapa. Huyu mwanangu majaribuni. Kwani huyu ameapa sana mapenzi kipaumbele? Huyu kwanza anatuambia yeye anakaa na demu, anampenda mke wake na nini, umeona Na mimi namuona jamaa anagaramia, anatunza familia. Yaani tumalize kwa yule ambekelea huyu anaitwa nani? Muhimu sana. Anaitwa nani mwanangu? Anaitwa Fetikimodo. Fetikimodo. Modofet. Modofet. Yaani mtu mwembamba. Ni mtu mwembamba huyo, demu wako anaitwa Modo, ni mwembamba sana. Nilo jina la kawaida, mwembamba wa kawaida sana. Wewe vipi ndugu yangu? Una nipe namba yake. Bana chukua namba yake.
Nitumie message. Sina muda utaenda kwa simu moja kwanza. Anaishi Pekenyela? Anaishi Pekenyela. Tutulie. Mambo? Habari? Salama. Bana, naitwa Ivan 17. Nani? Naitwa Ivan. Bana, nipo Luangu hapa. Nimekutana na mpenzi wako. Akanipatia namba yako, akaniambia nikupigie umtaje jina ajue yuko peke yake. Ivan ndo nani? Mimi huwezi kunifahamu sana. Kikubwa wewe mtaje tu mpenzi wako anaitwa nani. Kwa sababu kuna zawadi yako. Halo? Agano. Huyu hapo ongea naye. Halo? Halo? Ndugu yangu ndo umelost kabisa. Halo? Chanika mmoja. Mama Axam? Halo? Kaka, inaonyesha unapendwa sana. Kwa dhati. Wewe umenyooka lakini brother. Brother hapo kidogo Huyu napongeza. Anakubalika. Anakubalika. Ila mimi nachofly leo nimemjua shemeji yangu. Umejua? Nimemjua shemeji yangu. Alikuwa anasikia tu shemeji anamficha. Umeona, kumbe shemeji yetu fulani tumemjua. Tunashukuru sana. Huyo jamaa unamjua? Niliposikia jina tu kwanza. Mpaka sauti niliposikia kwenye simu tayari. Huyu au hamna kitu. Mkeka umechanika kaka hapo. Sema aliobakia bwana yule pale naye msema hata kujaribiwa kidogo. Wa mwisho yule anajua shakitoa. Wewe funga mlango toka yeye huko. Yes na demu. kaka, wewe una mpenzi? Ya, na mpenzi. Alete basi namba. Umemoa kabisa umeshina? Hapana, sijamoa. DNA tungekuwa na hela tungeenda kuingilia DNA. Na kiumbe kile chetu, ile hela tu hatuna. Hapo father. Namba 0616 52 lazima kamera nione. 52 0240. Mpenzi wako anaitwa? Afswati. Anaishi wapi? Anakaa hapo Likangala chini hapo. Wewe unaishi wapi? Huko. Bana, mpigia mpenzi wake na jamaa hapa wa mwisho anaitwa Afswati. Atatajwa? Nazinaita zote. Hapa tukae wote sasa. Mambo? Hayo? Mambo? Vipi? Poa, mzima? Mzima. Bana, samahani. Halo? Nakusikia. Nipo Luangu hapa, naitwa Ivan 17. Nimekutana na mpenzi wako hapa Pride hapa Luangu Pride Hotel. Akanipatia namba yako, akaniambia nikupigie umtaje jina ajue kama iko peke yake. Nini? Nasema hivi. Nimekutana na mpenzi wako hapa Luangu Pride, akanipa namba yako. Akaniambia nikupigie umtaje jina ili ajue kwamba yuko peke yake. Umekutana na mpenzi wangu? Nimekutana na mpenzi wako hapa Luangu Pride Hotel. Yaani mpenzi wako anaitwa nani? Nipo naye hapa nakusikia. Basi kama uko naye atakwambia na jiji. Sasa ndio unatakiwa umtaje kwa sababu kuna zawadi ukishamtaja. Nini? Yaani unatakiwa umtaje kwa sababu kuna zawadi ukishamtaja. Nipo naye hapa nakusikia. Kuna nini? Kuna nini? Kuna zawadi ukishamtaja, yaani mpenzi wako anaitwa nani? Nipo naye hapa nakusikia. Mtaje jina ajijue kama yuko peke yake. Mwambie pokea simu na ajibu message kisha nitanitaje. Unatakiwa umtaje hapa. Mbona amekata mjomba? Sijui.
Muulize kwa nini amekata, sio mimi. Kwa tumpigie tena. Pigie. Mkeka umepasuka. Apokee simu zake. Wewe message zake. Ni kweli? Sio yeye. Hapo si atawajibu tu kweli. Leta simu. Wewe sio yeye. Hadi kuongea na simu jembe. Nili mpeleka nili. Nilikwambia huko. Hapa hamna dalili ya kutajwa hapa. Kwa nini DNA shinda? DNA shinda. Tamchangia mwanangu. Unataka kumchangia nani? Jamaa hapa DNA. Akafanya DNA. Bana amekata, hajapokea. Huyo ni mpenzi wake na jamaa hapa yeye hajapokea kabisa. Bana dada, ngoja tumalize basi. Unalipi la kusema tukiwa tunamaliza? Jambo la kwanza nimefurahi kuona tumebeti mikeka minne, imepeleka mikeka miwili imechanika. Na kitu ambacho mkeka ambao umenifurahisha ni wa mwanangu hapa Azam. Maana ndo mkeka pekee ambao umenifurahisha. Umenifurahisha sana wa mkeka. Kwa ulisema wewe anapendwa kwa ajili ya kupeleka huduma ya kunde. Kunde, mbaazi, njugu na visabuni vya jelojelo hivi, umeona. Tunagaramia sukari nini. Ni kweli hilo kaka? Sio kweli. Wewe unapendwa kwa dhati? Napendwa kwa dhati kabisa. Unajua huyu siwezi kumlaumu. Demu anampenda kweli. Si unaelewa? Huyu anakosa. Demu anampenda kweli. Ila demu. Ndio. Sasa mulika huko. Mimi sio nampenda. Mimi yeye ananipenda na mimi nampenda. Sio kumpenda tu. Yaani sio kumpenda mimi tu. Yeye ananipenda na mimi nampenda. Huyu jamaa amenyoka. Demu wako nani? Akamtaja demu wangu fulani. Wala hakuanza kufikiria kwamba sijui yule. Ametaja shortcut demu wangu mimi fulani. Sijui unaelewa? Na demu naye tutakiwa anyoke kama demu wa mshikaji pale. Kapigiwa tu simu moja, nyundo moja tu. Oya mwanangu vipi fresh bana, kuna 1 2 3 hapa nani? Amechomoka mwanangu mimi mpenzi wangu fulani. Kesi mfaji imeisha. Dada hapa ingawaje ameswasua naye kidogo imekaa vizuri, jina limetokea. Lakini hapa mwamba mpaka simu ampewa muuza samaki, simu kapewa nani? Si unaelewa? Kuna mambo mengi bwana. Mimi naitwa King Ivan 17. Hiyo ni maabara ya mahusiano kusini tu, nikiwa sambamba na manager Selenge. Drop your comment. Tumefanya challenge 4. Unahisi ni nani ambaye anapendwa kwa dhati na yupi ambaye anadanganywa? Drop your comment, tutapitia comment yako. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.